Nashangaa kabisa jinsi ulivyo. We, na ni kama amemaliza kukuoga, sitakupigia baadaye. Breakfast is, I believe, iko tayari. Breakfast. Waamka saa 4 kisha uitishe breakfast. Uitishe breakfast. Kwani what's wrong? Kwani haiko? Si ungojee lunch. Si masaa mawili. Ngojea lunch. So tengeneza hata kama ni kikombe kimoja tu. Sina mood. Huna mood. Kuna mama elimu ni nini kwa nashinda wewe? Sasa utakaa hivyo? Mimi nasema sina mood. Sawa. Wenzangu, mimi tangu wa leo sijaelewa kwa yale mambo yalifanyika jana. Sijui kama ni simu alisima au ni sisi wenyewe hatukuelewa alivyosema. Hiyo bado sijaelewa. Brother Chairman, is surprising. Hata mimi I'm in deep shock. Nimestuka pia. Sababu mchungaji ninayemuona si yule ambaye tumezoeana naye. Wakati mwingine unazungumza na yeye anakuangalia, akili zake ziko mbali. And this is exactly the heartbeat of our church. Tunashinda. Sisi tutafanya nini? The supermarket ni kupatia 10,000. Mama, you get serious? Is it not the other day ulinitisha? Is it juicy? So ulichukua 10,000 hapa, hata siku kupatia ulichukua na ukaenda supermarket. Kwani ulinunua nini? Kwani si ulikuwa umeenda kufanya shopping ya kitchen? Kwani 10,000 imeisha? 10,000 ni nini? It's not only that. See, the other day ulienda pia na the same amount. Na ni the same week. Kwani nini unanunua? Kwani mtu akiwa hajuangi mahitaji ya familia? Mama Irima, I think you are getting so extravagant that, you know, I cannot stand this. Kwani hukujua ukioa responsibilities za familia? You know very well. Tuko na watoto wako college. Waelimu wako college. Tuko na Mombi. I don't know why I'm telling you is like you don't know. Tuko na Junior. All these people require their fees. Hata fees ya Junior peke yake hatujamaliza kulipa. Si afadhali tungekaa bila watoto uache kuniambia sijui wa elimu, sijui nini. Inaonekana kuna kitu kinaendelea. And we must pray for him. Kwa maana mambo mengine sio ya kawaida. Lakini inategemea Mungu atatenda jambo. Na sasa kulingana na vile Sister Mary amesema, hiyo ndio ilikuwa iwe ajenda yetu ya kwanza. Ajenda ya pili, sijui kama Elder James unafaa kwa unaandika mahali. Nashund. Sorry, remind me ajenda ya kwanza. Ajenda ya kwanza ni kumuombea mchungaji. Ajenda ya pili ni kuhusu pesa. Na ya tatu ni kuhusu tabia ya mchungaji. Sababu ya mimi kuwaita sisi watatu ni sababu sisi ndio executive. Ndio unaona si kuhusu cha wengine. Yenyewe. Sababu inafaa kuwa siri. Sababu najua hii ni kuhusu kanisa kwa ujumla. Yeah. Lakini hii ni kanisa yenyewe. Na mchungaji ndio kanisa. Kwa hivyo ni lazima iwe siri. Yenyewe. Kama mnavyoona lazima tuwe makini zaidi sababu tukipomoka pande wetu tumemoa kanisa nzima. Kuna jambo moja nataka tulizungumzie ndio tujue tutafanya nini. Nimekuja kugundua ya kwamba mchungaji
akona deni kubwa sana, na vile tuko na treasurer Madam Mary anaweza kutuambia imefikia shilingi ngapi, ndio tujue tutafanya nini kutoka hapa. Okay. Imefika 1615. Si hiyo ni kiasi kikubwa sana? Imefika hapo. Na unajua kitu ya kwanza, pesa kama hizo kukopesha mchungaji ni kinyume cha sheria. Ya pili, uwezekano wa hizi pesa kurudishwa itakuwa ni duni. Kwa hivyo mimi, kwa vile nimeona hizi pesa, mimi na hesabu kama zimepotea. Bwana Chairman na treasurer tunashinda. Tunashinda kubwa hapa. Hebu niambieni kwanza, huyu mchungaji anapewa mshahara wake? Number 2. Kama ni kule nilikuwa nahitaji pesa, si wako na sako ya mapastors, kwa nini asienda akakopa kule? Nikifikiria najitafutia jibu, nafikiri kwamba shida ni kwamba kule amefika kilele cha kukopa, hawezi kukopa kule. Na hawezi kukopa kwa sababu labda hatalipi kule. Sasa kama ameshindwa kulipa kule kwenye ile sheria zao zote, je, huko atalipa? Tunashinda. Maana treasurer tunashinda. Sasa ndio nimeshindwa hata vile nitaambia Parish Council namna gani, nitawaambiaje? Nimeshindwa kabisa. Kanisa leo jana jana kuna yule alikuwa guest wa jana alitoa pesa mzuri. Basi pia kulikuwa na tithe. Na kulikuwa na sadaka. Kwani zilienda wapi? Hata unajua, hata ni kama unajua vizuri sana, hata ukwenda kanisa lakini you are yani mambo ya pesa hiyo ukosi kujua. You are not in church but you know that. You see the kind of person you are. You miss the church but about the money hakuna detail ya kuambiwa. You know everything. Hapo nikuulize mama ilipo shwari. I'm an employee of the diocese. Mimi pesa, I don't control the finances in the church. As in charge of the parish, you are supposed to take control of the money. That money does not belong to me. This is not my church. I even don't know how much was collected. That's not my issue. You have the parish council. Mimi nataka kwenda supermarket. Mission. And I don't think I will afford that. I cannot afford that kind of money. How? Within a week you have spent 40,000. Kwani unafikiri ni nani? Kwani hizo ni pesa ngapi? Hizi unashinda ukisema 10,000. Now kama tunatumia 40,000 kwa kitchen, what about other areas? We can. Kwani tuko wangapi kwa hii nyumba? 40,000 in a week. 10,000 kwa supermarket. Give me a break. Toa pesa. Give me a break. Toa pesa kama utaki kulinda familia yako ukae. Na sasa wenzangu, kwa hayo mambo yote tuliyozungumzia hapa, inawezekana shida inaweza kuwa wapi? Mimi kulingana na maoni yangu, nimeonea kwamba huyu mama ndiye amepushi huyo mchungaji mpaka akafika mahali amefika. Uachane na hayo kwanza, sababu hiyo ndio itakuwa ajenda ya tatu. No. Allow me to say this. Sawa. Mimi huyo mama si ati kwamba namuhiti, nampenda sana ndani ya moyo wangu, lakini behavior zake ndio zimefanya nione kwamba kuna kitu kinaendelea katika maishani mwake. Kwa maana Sunday hii anakuja, hii nyingine hakuji. Hata kwa mavazi ya kigosho siku hizi ya vai ameanza kuvaa mini skirt. Na kanisani kwa Mothers Union yeye ndiye anastahili kuwa na jukumu, ashughuliki na hiyo ni jukumu lake. Sasa mimi hapo ndio nimeona kwamba kuna change na mambo yaendi vizuri. Wanachama naona kama hiyo agenda tumeingilia tayari. Let's deal with it. Kama mtakavyo, mimi sina pingamizi. Tunaendelea sasa. Okay. Mtu nimpimpia reverend anakaa today. Wakati mama reverend wale wengine wanakaa wanakuona wanajipondoa wanakavaa nguo za maelfu. Mimi nikiitisha 10,000 kama milioni nimeitisha. Taongea the whole day. Utashinda hapo ukipiga kelele. Yaani huwezi chora kama wachungaji wengine. Mama Irimo, this is a calling. Mimi siwezi nika antagonize myself with God at the ndio please.
lazima nifanye kile nilitiwa na Mungu. Kuabandon familia yako. Sasa hapa nina abandon familia yangu namna gani? Hiyo ni huwezi tengeneza bibi yako. Sasa si unipatie time nimalize na hii lesson ninatayarisha ya jioni kuliko kupiga kelele. In fact, I've not even been able to concentrate.